Usiku ulipoingia tena, kijiji kilikuwa kimya kupita kawaida. Hakuna aliyethubutu kusogea karibu na kisima, ingawa tayari walishajua robo ya siri juu ya kisima kile. Lakini Baraka hakulala. Maneno ya yule mwanamke yalikuwa yanarudia kichwani mwake. Niliuliwa na kutupwa humu. Moyo wake ulianza kuwa mzito. Akajiuliza, ni nani aliyefanya hivyo? Na kwa nini siri hii imefichwa kwa miaka yote? Baraka alikaa kimya ndani ya nyumba yake. Macho yake hayakuwa na usingizi. Kila alipofumba macho, aliiona ile sura, macho yanayong'aa gizani. Ghafla, mlango ulianza kugonga polepole. Ko, ko, ko. Baraka alishtuka. Akasimama taratibu, akakaribia mlango. Alipoufikia, akavuta pumzi, kisha akaufungua polepole. Lakini hakukuwa na mtu. Baraka alipogeuka kurudi ndani, akaona kitu kisicho cha kawaida. Maji yalikuwa yanaingia taratibu ndani ya nyumba yake. Lakini nje hakukuwa na mvua. Na ndani ya maji hayo kulikuwa na sauti. Nisaidie. Baraka hakufikiria mara mbili. Alitoka nje kwa haraka, akakimbia kuelekea kisimani, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Alipofika kisimani, kila kitu kilikuwa kimya. Kisima kilikuwa kimetulia. Hakuna maji yaliyofurika. Hakuna mtu. Lakini ndani ya maji aliona tena ile sura. Lakini safari hii haikuwa peke yake. Kulikuwa na nyuso nyingine, watu wengi wakimwangalia. Sauti ilitoka ndani ya kisima. Sio mimi peke yangu. Hiki kisima ni kaburi. Baraka alirudi nyuma kwa hofu, lakini sauti ikaendelea. Hijaa, wazee wanajua ukweli. Asubuhi ilipofika, Baraka alienda moja kwa moja kwa wazee wa kijiji. Uso wake umejaa hofu. Akawaambia kwa sauti ya kutetemeka, najua siri ya kisima. Wazee wakatazamana, kimya kikatawala. Kisha mmoja wao akasema kwa sauti nzito, umechelewa sana. Usikae mbali, kwani sehemu ya 3 inakuja.